Ndugu mfugaji, jaribu kufanya tathmini ambayo itakusaidia sana wewe kuweza kujua aidha upo kwenye biashara ya ufugaji wa kuku au upo kwenye ufugaji wa kuku kiholela. Haya mambo mawili ni mambo mawili tofauti kabisa na jinsi ambavyo tunafahamu. Mtu ambaye upo kwenye biashara ya ufugaji wa kuku anazingatia vitu vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikamsaidia kutoka hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Lakini yule ambaye upo kwenye ufugaji wa kuku ni mtu ambaye hazingatii vitu vya muhimu ambavyo vitamsaidia sana kuweza kufanya ufugaji wake umletee matokeo mazuri zaidi. Unavyoangalia hapa, huu ni mzani ambao unafanya kazi kubwa sana kwenye masuala mazima ya ufugaji wa kuku, na wewe kwenye ufugaji wako jaribu kuangalia aidha unafuga kuku kwa ajili ya mayai au kwa ajili ya nyama. Lazima unatakiwa uwe na mzani kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Mtu ambaye yupo kwenye biashara ya ufugaji wa kuku, huu mzani utamsaidia kujua maendeleo ya kuku wake. Cha pili, utamsaidia kujua chakula ambacho kinatumika kwa kuku kwa kila siku husika. Lakini yule ambaye yupo kwenye ufugaji wa kuku ni yule ambaye anawapatia kuku chakula bila kufahamu wametumia chakula kiasi gani, lakini pia hajui maendeleo ya kuku wanaendeleaje, wana uzito wa kiasi gani, ili aweze kuchukua maamuzi aidha ya kupeleka sokoni au ya kuendelea kulisha kuku wake. Kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku, sikudanganya na kwambia ukweli, ukishindwa kuwa na kifaa kama mzani ambacho kitakusaidia wewe kufanya vitu vya muhimu kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku, wewe upo kwenye ufugaji wa kuku. Lakini kama una mzani, wewe upo kwenye biashara ya ufugaji wa kuku, na naamini utapata matokeo makubwa zaidi kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Wewe kama haujaweza kuwa na mzani, jitahidi sana kufanya kila namna uweze kupata mzani ambao utakusaidia wewe kuweza kufanya vitu vya msingi kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Kama kweli upo serious na kufanya biashara ya ufugaji wa kuku. Jina langu naitwa Lembo Kija, mfugaji ambaye napenda sana biashara ya ufugaji wa kuku. Na kama kuna changamoto kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku, unasumbuliwa na magonjwa, vifaranga havikui, unashindwa kulea vifaranga, kuku wako unapata na changamoto ambazo huzielewi, unaweza ukaniandikia hapo kwenye comment ili kusudi niweze kujua tutasaidizana vipi kuhusiana na hiyo changamoto ambayo inakukumba kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Asante sana, tukutane katika video nyingine.